za aina nyingi, lakini imani hizo hizo za aina nyingi zinakuwa na sehemu kuu ngapi? Yaani imani ziko nyingi, ila zinakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tunaita imani haba au imani iliyopungua, lakini sehemu ya pili ni imani iliyo imara. Tunafahamu kitu imara? Amen. Sana. Kwa hiyo kama tutakuwa tumeelewana hapo, umeshaandika vizuri? Umeshaandika vizuri hapo? Amen. Kweli, tuanze na mfano wa imani iliyopungua. Naomba mtu mmoja anisomee ile Mathayo 14:25 mpaka 30, mstari 5. Mstari 6 pale. 14:25 mpaka 30. Amen. Kuu za imani. Na kesi tulitaja pale. Kwa sijataja. Sasa naomba tuweke sawa. Sifa ya kwanza ya imani ni kuwa na uhakika. Sawa, yaani kwenye Waebrania ukisoma vizuri ndio sifa hizi tunazozitoa pale. Sura ya 11. Kwamba imani ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni uhakika. Sifa ya kwanza ni uhakika. Sifa ya pili ni taraja. Taraja. Unachokitarajia. Taraja. Tarajio unachokitegemea. Kwa hiyo ukiandika neno taraja, si itakuwa inaeleweka? Sifa ya pili ni taraja. Lakini sifa ya tatu ni udhihirisho. Udhihirisho. Kwa hiyo sifa hizi tatu, wakati najaribu kuangalia hii habari ya imani, nikazifananisha na mpishi. Mara nyingi sijui labda kwa vijana ambao wanawaita ni vijana wa 2000. Lakini kwa kule vijijini, lakini hata huko nilikuwa naona huwa wanapika hapo kwenye kwa ajili ya sherehe, ndio. Unatumia mapiga mangapi? Mapiga sinafahamika matatu. Ukiondoa piga moja, hiyo mboga itapikika? Huwezi kupika. Kwa hiyo